agenda mnayotembea nayo ni free Tundu Lissu. Yes. Lissu yuko mahakamani mpaka hivi sasa. Yes. Na utawala wa sheria unasisitiza mahakama iwe huru kufanya kazi yake. Sasa unafikiri hizi movement zinazoendelea zinaweza zikamkwamua vipi Lissu ili hali bado yuko mahakamani na si kusubiri pengine hatima ya mahakama ifikie mwisho wake? Katiba hii ibara 28 inasema hivi: kila mtu ana wajibu wa kulinda na kuhifadhi na kudumisha uhuru, mamlaka, ardhi na umoja wa nchi. Bunge linaweza kutunga sheria zinazofaa kwa ajili ya kuwezesha wananchi kutumikia majeshi na nini, lakini tatu, mtu yoyote hata kuwa na haki ya kutia sahihi. Inazungumzia kesi ya uhaini. Ndio kesi pekee namba 1 kwenye nchi hii. Ndio kesi pekee iliyotajwa kwenye katiba yetu, ibara ya 28. Kwa chimbuko la kesi hii ni katiba. Sasa katiba inaeleza kesi kama hiyo inapojitokeza ishughulikiwe kwa uharaka. Hii kesi, kwa nini tunataka wananchi watusaidie kushinikiza muachie na wala sio kuingilia uhuru wa mahakama? Kwa sababu tunaamini ni kesi ya kisiasa ya uongo, ya mtu anayemuogopa Lissu kushindana naye, anajua atamshinda, anatumia mahakama, criminal justice system. Na ndio maana pia tunataka mabadiliko mengine tunayolilia ni hayo ya criminal justice system. DPP anapatikanaje? Asteuliwe na mtu ambaye ana interest. Majaji wanapatikanaje? Majaji wasiteuliwe na mtu ambaye anaweza kuwaelekeza, ambaye anateua majaji wa mahakama ya rufani, ambaye wanajua wakistafu watawateua, watakuonea tu. Kwa hiyo hii kesi ni kesi ya uonevu. Hata tungekuwa mahakama ingekuwa inafuata sheria, leo ni mwaka 1 na miezi 2, hii kesi ilipaswa hiyo imeisha. Hii kesi inaenda at a snail pace. Snail ni konokono, inaenda kwa kasi ya konokono, kwa sababu hakuna kesi, ni uonevu. Lissu amewacharaza wale watu vibaya sana. Kwa hiyo wanaendelea kumshikilia na kumuonea kwa muda mrefu. Tulikuwa tuende mahakamani tarehe 10 mwezi uliopita, ghafla tunaambiwa tarehe 3. Hatuelezi ni kwa nini. Lakini kikubwa zaidi, kumekuwa na attempt, Lissu mwenyewe amefatwa kwamba kubali utoke nje ya nchi, tukufutie kesi, tukupe na fedha. Nani aliyomfuata? Na watu wa serikali. Mimi mwenyewe nimefatwa nikishawishiwa niende nikaongee naye akubali masharti fulani wamfutie kesi. Amekataa. Sasa maana yake ni nini? Kama ni mtu ametenda uhaini, unawezaje kwenda kumwambia kubali tukufutie kesi? Unaelewa vizuri? Kama kweli kosa lipo la uhaini. Lakini vile vile tusisahau kwamba huyu mama na serikali yake wamebambikizia watu wengi kesi. Viongozi wa chama chetu, ni yeye ana rekodi ya kumbambikia Freeman Mbowe kesi ya ugaidi, ambayo ni kesi namba 2 kwa ukubwa nchi hii. Ukihukumiwa unanyongwa kufa, akamwachia. Unaachiaje gaidi alafu unamuita Ikulu? Kwa the criminal justice system of this country inatumika kucriminalize watu wanaompinga, kuonea chama. Na hata mimi umesikia nilikamatwa siku 21 nikafunguliwa kesi ya ugaidi, alafu nikaachiwa gaidi. Mimi nimekuwa charged na ugaidi Oysterbay polisi. Umesikia jana waziri wa nini wa hii serikali ambayo sio halali. Hii serikali sio halali, haikuchaguliwa. Wamesema Umoja wa Mataifa, wamesema African Union kwamba hakukuwa na uchaguzi, wamesema SADC, amesema Thabo Mbeki Foundation, na Watanzania wanajua hawakupiga kura. Hapa tukifanya sensa hapa Sumbawanga ni watu wangapi walipiga kura, tutakuta hakuna. Kwa hii serikali inaonea watu, inataka kutisha kila mtu. Hata mimi nimemsikia waziri huyo ambaye ni mdogo wangu kweli. Mimi nilikuwa Chadema, niko mwenyekiti wa vijana, yeye yuko nyuma yangu. Nimekuwa diwani, yeye hata hajafikiria kuwa kiongozi. Nimekuwa mbunge wa upinzani, an opposition member of parliament. Sio mchezo in this country. Yeye hata hajawahi kufikiria. Yeye alikuja kuzawadiwa ubunge na Magufuli, alikuwa wa mwisho, Magufuli akamteua. Ananitishia mimi. Mimi ni mtu wa kutishiwa mimi. Sasa turudi kwenye agenda Heche. Kama kwa yule ndo nawasha redio yako tu, tunazungumza hapa na makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche, yuko live kupitia Voice FM Radio. Chadema hamkushiriki uchaguzi. Mlikuwa na operation ya no reform no election. Natamani kufahamu, mara baada ya kutoshiriki uchaguzi, mna mapendekezo gani yafanyike na serikali katika mifumo ya uchaguzi? Msimamo wetu ni ule. Katiba ibadilike
sheria zibadilike, ndio fanyike reform. Nilikuwa na mfano mmoja na utoa wakati ule. Haiwezekani mechi ya Simba na Yanga refa awe anateuliwa na timu moja, either Yanga ndio anateua refa. Yani mechi inaenda kuchezwa Simba na Yanga, alafu Ahmed Ali ndio refa. Yanga watacheza hiyo mechi? Hawezi wakacheza. Na siku moja nilikuwa nahojiana na ndugu yangu mmoja ambaye ni mwana CCM na rafiki. Nikamuuliza hivyo na yeye akasema asingekubali. Sio? Kwa sisi hatuwezi kukubali mwenyekiti wa tume huyu Jacobos Mwambegere, ndio ambaye ni mwenyekiti wa uchafuzi na ndiye aliyesababisha maafa kwenye nchi hii, anateuliwa na Samia, alafu aje kusimamia uchaguzi ambao Samia anagombea. Samia alianza rafu sio nje tu, rafu kutoka ndani ya chama chake. Kumbukeni mkutano mkuu wa CCM uliompitisha sio mkutano mkuu wa kikatiba. Kwa hiyo alianza kushughulika na watu wa ndani ya chama chake. Hakutaka kushindana kutoka kwenye chama chake. Akaja huku akamkamata Lissu akamkamata na akamuondoa na yule wa ACT ili apite bila kupingwa. Akabakiza vibaraka wachache ambao yeye aliwapa mafuta, akawapa magari, alafu eti wanashindana naye. Watanzania sio wajinga. Watanzania wanajua haya mambo. Kwa sisi msimamo wetu. Na mimi na I love debate. Mtu akinisikia anazungumza kwa nguvu hivi anafikiri mimi ni mgomvi. Mimi sio mgomvi. Mimi napenda kusugua vichwa. Na mtu mwema. Ukiuliza mke wangu anakuambia the most ukiwa nyumbani sasa lovely father ni Heche. I love my family. Lakini mimi napenda msuguano wa mawazo. Tuwe na bunge, ukienda bungeni kweli umechaguliwa. Ukienda pale unajua nina watu nyuma yangu wananiamini, wananisikiliza, wananipenda. Niko hapa kuwawakilisha. Uwe tayari kupigania maisha yao. Sio hao wanaoteuliwa na pendekezwa wakisimama tunamshukuru Samia. Asubuhi mpaka jioni ni kuimba kushukuru mtu, si nini. Hilo bunge haliwezi kuleta. Sasa Heche nimalizie reforms. Sisi tutakuwa tayari. Ndio. Kukiwa na meza inayolingana hivi. Refa huru kama yule aliyetolewa Morocco kuja kuchezesha mechi ya Simba na Yanga. Mimi niko tayari na chama chetu kiko tayari kuingia kwenye uchaguzi. Na haki ya Mungu nawaambia. Hamkuona kama hii nchi hii hakuna mtu ndani ya CCM anaweza kushindana na Lissu kwenye urais. Hayupo. He is the most loved politician. He is the most prominent politician. He is the most popular person kwenye nchi hii. Sasa kama mimi tu ambaye kwa Lissu hata sijai kwenye mkono ndio nawaletea balaa lote hili. Sasa yeye mwenyewe itakuwaje? Kwa maelezo yako natamani kujua mnaonaje pia mwelekeo wa demokrasia katika nchi yetu ya Tanzania? Mbovu kabisa. Na nini kifanyike? Ni kubadilisha tu katiba. Unajua ngoja nikwambie. Hata majaji sio wote wabaya. Ndio. Hata wanaoteuliwa. Hata mapolisi hao wapo wema wazuri tu. Na hata watu wa kwenye serikali wapo wengi wanatupa taarifa za wizi, za ufisadi, za nini. Kwa hiyo hawapendi. Lakini wafanyeje? Kwa sababu katiba hii imempa mtu mmoja mamlaka makubwa mno. Anaweza kuteua, anaweza kuumba na anaweza kuua. Hivyo unajua rais huyu ana uwezo wa kusema ili eneo muondoke kufikia saa 4 na mkaondoka na hii nyumba ikabomolewa na msimpeleke popote. Kenya rais ana uwezo huo. Sasa hii katiba imefanya watu wengi wamekuwa waoga. Hivi unafikiri kwa mfano sisi tunateseka hapa, hatuna fedha, hatuna nini, na watu wanaogopa kutuchangia, hasa matajiri, ni watu wa kawaida ambao hawana cha kupoteza ndio wanatuchangia. Hivi unafikiri sisi hatupendwi na matajiri? Kwamba chama hiki hakuna mtu yoyote mwenye fedha anakikubali, anaelewa sera zake? Hayupo. Wapo. Kwa nini? Wanaogopa watafilisiwa. Hiki chama, kwa nini wasanii wanaojiita wasanii wakubwa wote hawaji-identify na Chadema? Kwamba hawaipendi Chadema? Hawa. Ni kweli? Sio kweli. It's not possible. Kwa nini hawaji-identify na sisi? Hofu. Sasa hii katiba ndio imesababisha watu wanakuwa na hofu. Ndio. Tunatakiwa kubadilisha hii katiba ili turuhusu demokrasi. Kwa mfano jana unakwenda kufanya mkutano, mkurugenzi wa halmashauri na polisi wanapaswa wakuwezeshe ufanye mkutano wako smoothly, kwa amani, uishe vizuri. Lakini wao kila mara Chadema inapoenda wanatengeneza mazingira yawe magumu zaidi. Yani wapi? Tunduma zaidi. Tulikuwa Tunduma. Tumetolewa nje ya mji kilomita 15 kutoka watu wanapokaa.
Maana yake nini? Kwamba watu wasije kwenye mkutano. It's just because watu wanatupenda. Ni kwa sababu tu watu wanakipenda hiki chama mno. Wametembea kilomita 15, wengine wametembea kilomita 7 kuja kwenye mkutano, na mkutano ukajaa vile. Kwa kila tunapoenda, mara tunyimwe vyombo vya matangazo, mara sisi tunyimwe nini, mara miaka 30 kitu baada ya upinzani. Zamani ndio vyama vilipoanza walikuwa nasema wataleta fujo, wataleta vita, watu wanakataa hata kupangisha watu kwenye manyumba. Lakini tumerudi kule kule. Watu wanakataa hata kutukodisha vyombo vya matangazo kwa sababu ya hofu. Sasa tunahitaji kukuza hii democracy, sio kuipinya. Democracy is good for all of us. Democracy ni nzuri kwa ajili ya CCM, ni nzuri kwa ajili ya Chadema. Demokrasia ikiwepo, hata CCM watu hawataonewa kwa sababu kuna option. Demokrasia isipokuwepo, hutaki utakura, unataka utakura. Katibu wa CCM atapita hapa, mtatakiwa kufunga maduka. Mkumbuka zama za chama kimoja, kodi ya kichwa, sio nini. Chadema ndio iliondoa huo uchafu. Kwa tusikubali kurudishwa mfumo wa chama kimoja, wazidumu fikra za mtu mmoja. Mimi nataka nifahamu, ukiwa unasikiliza na ukifuatilia, inaonekana kana kwamba Chadema ndio mnayokuhamisha maridhiano. Mara kadhaa mkiitwa hamtaki, hamkubali. Wananchi baadhi ya wananchi wanaelewa hivyo. Sasa ukweli ni nini? Kwa sababu mara kadhaa tukisikia maridhiano inaonekana kama Chadema hawapo. Inaonekana kama Chadema hawataki maridhiano, na wengine wanapita hapo wanazungumza, mnaona chanzo cha vurugu nchini Chadema kwa sababu hawataki tukae mezani ili tufikie muafaka, tuendelee na nchi yetu vizuri, tuijenge nchi yetu vizuri. Wazungu wanasema hivi, once bitten twice shy. Yaani kwa Kiswahili labda tunaweza kusema mtu aking'atwa na nyoka, akiguswa hata na ujani, anajua ni nyoka. Huyu mama alimkamata mwenyekiti Mbowe, akamweka ndani kwa miezi 8. Alafu akamwachia kwa uongo tu. Miezi 8. Mind you, hapa duniani tunaishi kwa muda ambao Mungu ametupangia. Siku yako ikipotea leo, huwezi kuirudisha nyuma. Mtu akikushikilia miezi 8 bila kosa, alafu anakuachia, amepoteza siku zako zote hizi ambazo ungekula bata, ungerara pazuri, amekulaza kwenye sakafu, biashara zako zimeharibika, watoto wako pengine unatoka, hata mke wako watu wanaendaga gereza anakuta familia ilisha disintegrate, mke wake amepata mume mwingine. Yani hebu fikiria hicho kitu, anakuweka kwenye anguish, anakutocha psychologically, alafu anakuachia. Bado tukawa humble enough kukubali kuzungumza naye. Bahati nzuri mimi nilikuwa miongoni mwa watu 5 tu walioteuliwa na chama chetu kwenda kuzungumza naye. Tukaanza Chamwino Ikulu, na wakaunda timu iliyoongozwa na Abdurahimani Kinana makamu mwenyekiti, Chenge, marehemu Jenista Muhagama, na baadaye George Simba Chawene, naibu spika wa bunge la Zanzibar, na mzee mmoja kutoka Zanzibar. Kwa upande wao sisi tulikuwa mwenyekiti Mbowe, mimi, John Mnyika, dada Zeudi Mvano na wakili Mtobesia. Tukazungumza nao kujaribu kuleta maridhiano, na akatuahidi kwamba yote yaliyojitokeza kipindi hicho, wakina Ben Sanane kutekwa, wakina nani kuuawa, watu wetu kunyang'anywa uchaguzi, nini, hayatajirudia kipindi chake. Akatuahidi katiba mpya. Tulipofika tukawaambia, andika commitment, kwa sababu the government moves on paper. Andika commitment mtuletee. Wakakataa, wakavunja maridhiano. Baada ya hapo nini kimetokea? Watu wanatekwa, akiwemo katibu mwenezi wa CCM Humphrey Polepole ametekwa, na serikali ipo. Hakuna mtu aliye salama. Hata mimi naweza kutoka hapa mkasikia nimetekwa. Nobody is safe. Humphrey Polepole kipindi cha Magufuli ungemwambia kwamba wewe tengeneza mazingira ambayo kila mtu atakuwa salama. Ndio maana wazungu wanasema I am my brother's keeper. Unajenga mazingira ambayo yanakuweka salama. Yakikuweka wewe salama, na mimi yananiweka salama. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Kitisho chochote cha kunyang'anya haki popote ni kitisho cha kunyang'anya haki pote. Humphrey kipindi cha Magufuli ungemwambia utakuja kutekwa, angekuelewa. Alikuwa mtu mwenye nguvu sana, anasema V8 sio nini. Leo ametekwa kwa sababu tulijaribu kutengeneza mazingira ya kuweka kila mtu salama, wakawa wanatupinga. Wametekwa kina Mdude. Ahadi ya huyu mama tukiongea naye ni kwamba hakuna mtu atatekwa. Kipindi changu wametekwa, kila siku watu wanatekwa, wanapotea, maelfu ya watu wametekwa. Uchaguzi wa serikali za mitaa tulikwenda, ngoja tuone kama huyu mama amerekebishika. Akasema, akamwagiza mkwe wake Mchengero ambaye amemteua, akasema una kifua kipana,
unaweza kusimamia uchaguzi. Wakaondoa wagombea wetu 98%, watu wakauawa. Twende kwenye uchaguzi wa aina hiyo, ndugu yangu? Yaani mtu anakuua, anakuumiza, alafu anakuambia njoo turidhiane. Alafu sio kwamba yuko tayari kuridhiana, analidhiana na wewe huko amekushikia kiboko. Kama kweli wanataka maridhiano, kwa nini kwanza wasimwachie kiongozi wetu ambaye ndio ana mandate ya kukubali kwenda kuzungumza, awe nje, aongoze vikao vya chama chetu viamue kama tunakwenda au hatuendi. Kwa hatutaweza. Hicho unachosema sio maridhiano, ni mashinikizo. Yaani watu wanataka, wamekushikia bunduki hivi, alafu nakwambia kubali au usikubali. Sasa Mandela aliwahi kusema wafungwa huwa hawafanyi mikataba. Sisi ni wafungwa, sisi ni mateka chini. Kwa hiyo Heche, kama Lissu hatuna uwezo wa kufanya kama Lissu anafanya mkataba tukiwa huru. Nataka nijue kama mwenyekiti wa chama Tundu Lissu anaachiwa leo hii, kesho mko tayari kuketi kwenye meza ya maridhiano? Nimesema hivi, quote me right. Mwenyekiti wetu ndiye aliyechaguliwa na mkutano mkuu. Ndio. Yeye ndio mwenye mandate ya kuongoza vikao vyetu. Hiki sio chama cha mfukoni mama. Ndio maana unaona kila sehemu, ndio maana umesema mko kila sehemu. Ndio. Ni chama kinachofanya maamuzi kwa vikao. John Heche, mimi nimetumwa tu na watu wa mkutano mkuu kwamba tushikie kwa muda. Na muda mwingine labda atakuwa Lema au atakuwa mwingine. We are a democratic party. Sasa kwa muda huu nilioshikilia hapa, kikao ndicho kitaamua. Mwenyekiti ataongoza kikao kiamue, je, mazingira yanaruhusu ya kufanya maridhiano? Hayo maridhiano ni ya kweli. Na nataka niseme mbele yenu, hatutafanya maridhiano yoyote na CCM bila mediator. Okay. Maridhiano ya Kenya au makubaliano ya Kenya au mazungumzano ya Kenya na duniani kote lazima yawe na mediator. Okay. Mtu kati ambaye hana upande, aidha kutoka SADC, kutoka Umoja wa Afrika, kutoka EU, kwa sababu hii nchi ni sehemu ya dunia. Na wamekuwa wakileta ujinga, tukisema mambo, tukienda huko nje wanasema hawa wanatoa mambo ya ndani nje, wanakwenda kutushtaki huko. Sio nini? Sasa mama yangu, wewe una mume au una mtoto? Nikupe mfano ambao una mtoto. Nina mtoto, nina mume. Umezaa wewe mwenyewe mtoto wako. Wewe mwenyewe umebeba mimba, umebeba kwa uchungu na nini. Ukichukua huyo mtoto ukasimama naye nje pale, ukachukua pango na mkata, watu watakuruhusu? Hapana. Kwa hiyo au wewe mume wako anakupiga ndani, amechukua panga anataka kukuua, utabaki ndani kwamba ngoja nikae humu aniue? Hapana. Si utakimbia nje, unaomba msaada kwa majirani? Kwa hiyo nchi hatuwezi kuuawa na CCM humu ndani eti tukae kimya. Ndio maana tutasema Ulaya, tutasema duniani kote, kila mtu ajue ni majirani zetu kwamba jamani, tunauawa humu. Kwa hiyo lakini pia tutashtaki kwa wananchi ambao wana mandate. Kwa hiyo ninachotaka kusema, kama kuna jambo lolote, kama wana nia njema, wamwachie Lissu, wakubali uchunguzi ufanyike, walioua watu tarehe 29 wachukuliwe hatua, walioagiza mauaji wawajibike, alafu waruhusu mediator aje ndani, tusuruhishe, tutunge sheria, tutunge katiba, tuanze upya, tuingie kwenye mechi ambao uwanja unalingana. Sawa, alafu zipigwe dakika 90, wananchi waamue. Unasikiliza mahojiano ya moja kwa moja na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche. Tuko naye hapa tukiwa tunamaliza, naona muda wetu umekwenda. Hivi karibuni kuna kauli ambazo zimetolewa na mwenezi wa CCM Kenan Kiongozi akisema kwamba wao kama CCM wamepata taarifa za siri ambazo zinawahusu Chadema kuratibu vikao vya siri vya kufanya vurugu na maandamano. Na ukipita kwenye mitandao ya kijamii kuna posters zinatembea za kusema kwamba kutakuwa na maandamano tarehe 7 ya mwezi wa 7 2026, kitu ambacho nimemsikia Mnyika akiwa Ruvuma amepinga kwamba Chadema hamjaandaa maandamano yoyote. Lakini wananchi wanahisi kwamba makamu mwenyekiti Chadema mnakataa hili jambo, lakini hamkatai kwa nguvu, kiasi kwamba kuna watu wanashindwa kuamini kama haya maandamano yameratibiwa na Chadema ama nani anaratibu maandamano ya tarehe 7 ya mwezi wa 7? Kwanza sitaki kumjibu huyo mtoto. Ni mtoto mdogo sana kwangu. Hajaikuwa kiongozi yoyote wa kuchaguliwa. Mimi nimekuwa mbunge. Ama senior leader kwenye nchi. Mimi ni kiongozi wa chama. Sasa hivi na kaimu nafasi. Mtu naweza kumjibu ni mwenyekiti wake Samia, sio yeye. Hilo la kwanza. La pili, maandamano yameruhusiwa, right to assembly, haki ya kukutana, haki ya kufanya maandamano, haki ya na katiba hii mbovu imeruhusu.
na Mwalimu Nyerere mwaka 54 wameandamana kupinga serikali ya wakoloni. Sasa maandamano yangekuwa mabaya, Mwalimu Nyerere alifanya kitu kibaya kuandamana kupinga wakoloni? Kwa maandamano sio jambo baya. Sheria yetu pia inaruhusu maandamano. Sheria ya vyama vya siasa inaruhusu maandamano. Sheria ya jeshi la polisi, the Police Services and the Auxiliary Act, inaruhusu maandamano. Kwa kwanza, kitu cha kwanza, msicriminalize maandamano, msitake kuyafanya yaonekane ni kitu kibaya. Hilo la kwanza. La pili, sisi tumesema watu walioitisha maandamano ni wananchi, wana haki, na mwananchi yoyote anayeunga mkono, unaweza, civil organization, NGOs, makanisa, kila mtu anaruhusiwa kuandamana, na watu wanaandamana kila siku. Hatujai kuona hapa maandamano watu wameshika matawi ya mitende. Au maandamano kwenu ni nini? Wanaenda kanisani siku ya majivu si nini? Hamuyaonagi si hapo? Ndio. Kwa hiyo yanaruhusiwa. Maandamano ingekuwa ni marufuku wasingeruhusiwa. Maandamano yapo kupeleka message, specific message. Hilo la kwanza. Kwa hiyo hao wanaweza kuendelea, na hatuwapingi na hatuwakatai, ni watu wana haki yao. Lakini si tumesema tunafanya mikutano ya hadhara, tunashinikiza mambo mawili: katiba mpya na free Tundu Lissu. Wasipotusikiliza tutaitisha maandamano yetu na tutayatangaza mchana. Kwa hiyo haya hamuhusiani nayo. Hatuna jambo la kujificha, mamangu. Nisikilize vizuri ninachojibu. Ndio. Yaani usiniwekee maneno mkononi, mdomoni. Maandamano yetu tukiitisha, sisi huwa tunasema wazi. Hivi unavyoniona mimi naogopa kusema kitu kwamba hicho tunakifanya. Ili weje? Yani huyo naye muogopa ni nani kusema ukweli ambao katiba inaniruhusu? Sivunji sheria, siharibu chochote. Kwa maandamano yetu wasipotusikiza tutaitisha, na tutaomba na wewe uwepo, kwa sababu hata wewe unaumia nchi hii. Kila mtu anaumia. Kwa hiyo kwetu tutaitisha. Lakini wananchi wengine wanayo haki ya kuandamana. Wanayo haki ya kuitisha maandamano. Kwa hiyo hilo liwekwe vizuri sana. Sawa, viongozi wanakuaisha kutokana na muda, lakini kama mnavyofahamu sasa hivi hali ya maisha imekuwa ni ngumu sana kutokana na gharama za mafuta kupanda, kwa mapigano yanaendelea Mashariki ya Kati, vita Marekani, Israeli pamoja na Iran. Chadema mnasemaje kwa wananchi? Nini kifanyike ili kupunguza ukali wa gharama za maisha ambazo zimepanda hivi karibuni? Thank you. Mimi nilikuwa mbunge na miaka yangu 5 yote nimetumikia kwenye kamati ya nishati na madini ya bunge. Ndio. Tunaelewana vizuri? Naelewa utaratibu wa uagizaji mafuta. Mafuta yalivyopanda, nilisema mwanzoni tu walipopandisha bei, nilisema hawa ni majizi walioko serikali wanaibia wananchi. Sio kama mlinisikia. Ndio. Na nilisema kwamba hii nchi ina uwezo wa kureserve mafuta kwa miezi 3, siku 90. Yale mapipa ya tipa aliyojenga Mwalimu. Inakuaje mafuta vita ianze siku hiyo hiyo, baada ya siku hiyo hiyo bei pande? Kwa sababu usafirishaji wa mafuta kutoka tunakonunua mpaka hapa ni siku 60. Kwa hiyo kama vita ilianza tarehe 22, ilikuwa tarehe 27 mwezi wa pili, ulitegemea mafuta mapya yangeanza kupanda mwezi wa 5, sio mwezi wa 3 kule. Kwa sababu mafuta yaliyokuwepo ni ambayo yaliingia nchini kwa bei nafuu. Kwa hiyo mafuta yale yaliyokuwa yamenunuliwa yalikuwa njiani bado yanaingia. Haya yaliyokuwepo hayakuwa yamepandishwa bei. Kwa hiyo nilisema ni wizi, ni cartels. Ni haya magenge yanayoendesha nchi, ndio maana tunataka tuyaondoe, yanaibia na yafilisi watu. Sasa hawakunisikiliza. Lakini sasa kwa mfano, ndio maana nimesema saidieni wananchi. Unajua tangu mwezi uliopita pipa la mafuta limeshuka bei kutoka $120 mpaka $75. Kwa nini hawajashusha bado bei ya mafuta? Na pipa limeshuka. Sikisingizio ilikuwa kwamba limepanda. Lilipanda kutoka 98 mpaka 120. Wakapandisha ikawa shilingi 4,000. Sasa limeshuka mpaka 75. Kwa nini haijashuka? Watakwambia mafuta hayo yaliyonunuliwa hayajafika, yaliyonunuliwa kwa bei ya chini. Kwa hiyo kwenye kushuka bei mpaka yale yaliyonunuliwa kwa bei chini ndio yafike, ndio ishuke. Kwenye kupandisha ikipanda tu wakisikia kule, siku hiyo hiyo inapanda Tanzania. Lazima tuondoe uhuni. Kwa ndio maana nasema ugumu wa maisha, matatizo ya nchi yanasababishwa na uongozi, umaskini, kukosa kazi, ni uongozi mbovu. Ndio maana wao wanataka kuchaji kodi kwa muuza nyanya alafu wasamee kampuni ya madini. Maana yake nini? Hawana shida na wananchi, kwa sababu wananchi hawajawachagua.
Kwa hiyo ni watu wa kunyonya mwananchi. Na hiki kinachoitwa ugumu wa maisha kinasababishwa na wao. Okay. Tupige kelele wote. Katiba mpya, free Tundu Lissu. Sawa. Jamani, tunamaliza. Natamani kujua msimamo wa chama. Mchungaji Msigwa, Peter Msigwa alikuwa mbunge wa jimbo. Naomba nisijibu hayo. Mheshimiwa Heche, naona wanatuambia muda umeisha kabisa. Yes. Sasa unalipi la kuambia wanachadema na Watanzania wote waliopo mkoani Rukwa na maeneo mengine tunayosikika? Ukiwa kama mwenyekiti wa chama sasa hivi. Jambo moja kubwa ni kwamba nchi hii iko kwenye matatizo makubwa sana kwa sababu ya uongozi mbovu. Tuungane, tubadilishe katiba. Tuchukue nchi yetu, tuanze upya. Tutoe matibabu sahihi kwa nchi hii. Nchi hii ina kansa. Unapoipa dawa ya malaria haitapona. Kama unaumwa kansa, unatakiwa kupewa dawa ya kansa ndio utapona. Ina kansa ya kiuongozi. Namna pekee ya kuitibu kansa, huwa wanakata kile kiungo. Namna ya kutibu kansa ya uongozi ni kung'oa CCM na kutupa baharini. Tuanze upya. Tuanze upya. Na mwisho, wananchi tunahitaji kwenda kila sehemu kuwafikia wananchi. Hatuna ruzuku, hatakuwa kwenye uchaguzi. Kwa hiyo kama wananchi walivyochangia Mwalimu Nyerere kuleta uhuru, wanahitaji wachangie hiki chama. Wanatuunga mkono. Sasa msituunge mkono kwa maneno, unga mkono kwa vitendo. Tunahitaji magari, tunahitaji mafuta, tunahitaji PA system, public addressing system, vile vyombo vya matangazo. Tunahitaji kwenda kila kona. Hapa wanasema njoo hapa, njoo Sumbawanga, njoo. Tunahitaji kufika hapa, Miskai hapa na Katalime. Tunahitaji mafuta, tunahitaji magari, taizi kisha. Kwa hiyo tuchangieni, hata nyie humu. Jiwekeeni malengo. Kwa sababu wote tunahitaji mabadiliko. Shilingi 1,000 au 2,000 au 3,000 au 5 kwa mwezi. Usichange kila siku. Kama una uwezo wa kila siku, changa kila siku. Kama una uwezo wa mwezi 1,000, tuma kwenye namba ya chama. Tuma kwenye akaunti zetu. Namba ya chama inayotumika ni 0744 44 69 69. Itakuandikia Chadema HQ. 0744 44 69 69. 0744 44 69 69. Ndio namba ya chama, itakuletea jina Chadema HQ. Tuma mchango wako kila mwezi, jiwekee nadhiri. Na Biblia inasema pale mtu moyo wake, pale hazina yake ilipo, ndipo moyo wake ulipo. Kwa hiyo ukichanga, maana yake wewe hazina yako iko Chadema na unatupa kazi ya kuhakikishia tunakuletea uongozi unaostahili. Asanteni, mniruhusu